naomba viongozi wa dini muishike nchi hii, muilee na muilee amani ya nchi hii kama tunu kubwa sana ya nchi yetu. Tusisitize katika hatua ya mwisho, watu wetu wote watoke kwenda kupiga kura bila woga, bila wasiwasi, bila sintofahamu. Watoke kwenda kutumia fursa yao ile ya kidemokrasia ya halali. Viongozi wa dini mioyo yao ihusike moja kwa moja kuomba umma wa Tanzania kupitia watu ambao wanaongoza. Washiriki hili zoezi, ni zoezi takatifu. Na hapa nazungumzia tu watu kutoka kwenda kupiga kura. Waende. Inaliheshimisha taifa kama taifa, lakini inaheshimisha heshima ambayo tunayo kwa katiba ya nchi, kwa sababu kiongozi wa nchi ni lazima tumchague. Tanzania imekuwa jamhuri shirikishi ya watu wake, na lile jambo litabaki kama historia, kwa sababu alichukua mama akaweza. Inawafungua vijana wa kike na kiume kuona kwamba sehemu hii ya kuendeleza nchi sisi wote tunaweza tukawa wadau. Na binafsi nampenda sana kwa tuombe vijana wetu wapige mioyo konde, wale ambao wako katika mashaka wasimame na wazee wao, wasimame na akina mama wao, waende waishangaze dunia kusema sisi kama taifa tutashikamana pamoja. Kama tunataka taifa litembee kama taifa lenye adili, lenye umoja, lenye nguvu, ni lazima tuhakikishe, na hili nalisema pia kwa viongozi waandamizi wa serikali na wale walio katika vyama mbalimbali vya siasa, ni lazima tuhakikishe tunashirikiana kwa pamoja, tunathamini mchango wa viongozi wa dini na mchango wa waumini wao katika kile ambacho tunakiamini cha kujenga taifa lenye nguvu na lenye umoja. Naomba hapa nisisitize, tutabaki hapo. Tutamchagua mtu sio kwa dini yake. Tutamchagua mtu sio kwa kabila lake. Tutamchagua mtu sio kwa eneo analotoka la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamchagua mtu kwa uwezo wake na sifa zake. Sisi tuna wajibu wa kuipigania nchi hii. Rudi kwenye historia. Baadhi ya wazee wetu na wazee wa imani zingine wameshiriki kuitafuta nchi hii, kutafuta uhuru wa nchi hii. Wakoloni hapo walitutesa sana. Hatuwezi kuridhia nchi hii vunjike amani yake. Hii ni rasilimali, yani nchi ni rasilimali ya wazee wetu, walitafuta kwa jasho na damu. Sisi kuipigania nchi hii, kuhimiza amani, sio hiari. Haiwezekani ujitangaze ni mtu wa amani alafu nyuma ya carpet huku au chini ya carpet unaandaa fujo. Kwa sisi tutaigelia hii nchi mpaka hatua ya mwisho. Tunataka amani ya nchi. Sisi wazee wetu wanasema kula kidogo ulale. Kabisa. Tuna kidogo ulale. Sisi tunatosheka. Lakini sasa tufike mahala tunaambia serikali tumeona. Kwa hiyo lengo la mkutano huu kama ambavyo mmesema ni kukumbushana na kuwataka sisi wenyewe kwanza tujitokeze kwenda kusikiliza mikutano ya kampeni, kwa sababu huwezi kuchagua kiongozi kwa mhemko bila kuwa umemsikiliza. Kuna sera nyingi huko mitaani. Nilikuwa naangalia kwenye mitandao, sera ni nyingi kweli kweli. Tunafanya makosa katika kuchagua viongozi. Tunafanya makosa katika umri wetu wa miaka 5 ya kikatiba. Kwa hiyo sio jambo la masihara hata kidogo. Sio kila mtu lazima arambe. Lazima watu ambao tuna hakika na yakini nao kwamba wanaweza kulivucha taifa letu ndio tuwaangalie kwa macho yetu yote mawili. Kwa niaba ya serikali tumesikia pia angalizo lililotolewa hapa, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa na wenye viti wenzangu katika ngazi za wilaya, yale ambayo mmeyasema kama maangalizo tunayachukua, tutayafanyia kazi. Watanzania hawajazoea kuona vifaru barabarani, hawajazoea kuona mambo, kwa hiyo anasema mimi sitoki kwenda kupiga nini kura. Lakini njia mahususi za kudhibiti watu na vitendo ambavyo vinaweza kuchafua amani zinaweza kufanyika,
pasipo kuwahofisha wananchi wengine. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali tunataka tuwahakikishieni kwamba tumejipanga vizuri kuhakikisha jukumu la serikali ni kulinda watu, mali zao, na wale wenye haki ya kwenda kupiga kura waende wakapige kura bila kushurutishwa, wakapige kura bila kutishwa, na warudi kupiga kura, wasubiri matokeo, na hata matokeo yanapotokea ya uchaguzi kusiwe na mtu yoyote ambaye anahatarisha usalama wa mali ya mtu au usalama wa mtu mwingine. Kwa hiyo hilo nawahakikishieni, tukae kwa amani,